si mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mama akanifundisha nidhamu. Mama akanizoesha kupitia ile njia ambayo aliona ikiwa mzuri kwake. Praise be to the living God. Na mimi nakumbuka siku moja nilikula sukari. Mama akatuacha, akaenda akanunua sukari akaweka kwa mkebe, na nikaona mimi nikapewa, nikaambiwa rudishi ukaweke kwa nyumba. Nikabeba nikarudisha, na uzuri nikafungua nikaona imefunguka. Nikaonja kidogo nikasikia iko sawa, na nikaacha aende. Na wakati alipoenda nikachukua mpira ya makaratasi nikaunda haraka, na nikapatia wale ndugu zangu na dada zangu, nikawaambia tucheze mpira. Na tukaweka goli pande ile na goli pande nyingine, na tuweka mpira katikati. Na nikawaambia muniache nikunywe maji kidogo ndio nirudi. Nikaenda kukunywa maji, lakini ilikuwa maji, nilikuwa nimeendea ile sukari. Nikaenda nikaingiza mdomo yangu kabisa, nikalamba sukari, nikakula sukari. Ninaenda ninakimbia nje, narudi tena ndani, nakula sukari karibu kuisha. Na umbaya, mama akarudi kabla hatujamaliza kucheza, na akakuja akaniita, akaniuliza nani amekula sukari. Kaambia mama sijui, labda uulize hawa wasichana wako hawa, labda waulize. Akaniambia wewe hujakula sukari. Nikamwambia mama sijakula sukari, mpaka nikaanza kulia. Mama akanishika mkono akanipeleka kwa kioo, akaniambia angalia hapa. Nikakuta kumbe pande hii yote sukari imekwamilia, inaonekana ya white. Sasa nilipigwa sana, na nikafungwa kamba mikono hivi na nyasi hapa mbele, na moto ukawakishwa pande ile. Kabla inifikie kwa vindole nilikuwa nimesema story yote kabisa. Sukari vile ninaimba, hata pesa zingine nilichukua, hata maembe niliiva nikapeleka shule. Baba yangu alikuwa anapika pombe, hata nilichukua kibuyu ya pombe ya 5 liters nikajaza pombe, na nikapitia kwa mto nikaipaka changarawe. Na mwalimu hakujua kana kwamba nimebeba pombe, aliona kana kwamba ni maji. Na mwalimu wetu aliyekuwa duty wakati huo ama wiki hiyo alikuwa anapeana mfano, example, anapeana na ile kibuyu yangu, anaichukua anainua hapa juu, anagonga na kakinjiti, anaambia watoto wenzangu ya kwamba mbebe maji kama Christopher, maji mbebange ikinjaa kama hii. Lakini ni mimi na baadhi ya wasichana wachache na vijana wachache tunajua hiyo sio maji, hiyo ni pombe. Na wakati inachukuliwa ipelekwe kule jikoni, ama ipelekwe ikanyunyuzie glass, ama ipelekwe kwa shamba yetu, kuna yule alikuwa anachukua hiyo anipeleka kwa nyasi kule karibu na choo. Na mwalimu akiwa kwa class, ulikuwa unatoka kidogo, unakimbia, unalala na tumbo, unaanguka, unagonga tabu zako 3 na unarudi. Mwalimu ukimwangalia pale kwa class unaona wakiwa wawili, kwanza wa English na mathematics alikuwa anasumbua sana, kwanza wa hesabu alikuwa anasumbua sana. Unamwangalia unamwona wakiwa wawili ama watatu wamesimama pale. Lakini mama alinitandika vizuri, nikashika nidhamu. Na leo hii Yesu anataka akufundishe wewe nidhamu katika kuabudu, nidhamu katika kuomba, nidhamu katika kukaa kwa kanisa, nidhamu katika kukaa kwa nyumba yako, kwa watoto wako, nidhamu kukaa kwa kijiji ama kwa boma ama kwa wale watu ambao wamekuzunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu ambaye anataka mafanikio lazima afundishwe nidhamu. Lazima akuwe na tabia mzuri. Hata ukienda kwa kabuni na ukuwe hauna tabia mzuri, hauwezi ukachakuliwa, hauwezi ukashukuliwa kuingia kwa ile kazi, kwa sababu nidhamu yako sio nzuri. Siku moja nilienda kuuliza kazi mahali fulani pale Westlands, na ilikuwa ni ofisi, na nikavaa suti na tai, na kiatu yangu ya black ilikuwa imeinuka hapa juu. Na nikaenda pale nikibeba kamfuko yangu, na nikibeba vitu twangu twa kuuliza kazi. Na nilipoingia tukapata kibenchi kimeweka hivyo, na kuna watu walikuwa wameketi pale, na maji ilikuwa imeachiliwa hapa chini. Kuna maji ilikuwa imemwangwa hapo chini, ikatapakaa kila mahali. Na wakati tumekaa pale, mtu akikuja ndio aingie kwa ofisi, alikuwa anatembelea juu ya yale maji, alikuwa anakanyanga yale maji. Asi tukakaa pale. Mimi nilipata watu already washaingia, watu already washafika. Nilipata watu already washakaa kwa ile benchi, na mimi nikakalia hiyo benchi. Na nikaangalia nikaona hii maji inasumbua. Nikachukua kile kisimu na kinujua kile kifangio kinasukuma hivi. Nikaanza kusukuma hiyo maji. Msichana mmoja akaniuliza, wewe kijana mdogo, umekosa kazi ya kufanya ama ndio unataka ujipendekeze hapa kwa hii kampuni ndio upewe kazi?
Nikamwangalia nikakosa ya kumjibu. Nikamwambia nimeona sister, hii maji inasumbua hapa, hata watu wakikanyanga hapa ni makosa. Akaniuliza, kwa hivyo wewe ndio mzuri kuliko sisi? Wewe ndio unataka kujifanya watu wale wanakuja kuchaguana waone wewe umefanya kazi mzuri kuliko yetu? Mimi nikaona yenyewe ako na point. Ndugu mwingine alikuwa hapa akaniambia, wewe brava, hiyo kielele uko nayo huwezi pata kazi hapa. Ati kuosha hapa na kumombo hii kazi, kama wewe ni mwanamke, wewe ni msichana, wewe ni mwanaume. Labda kama wewe ni msichana tuambie, tukuite miss fulani, mandamu fulani. Na ikanidhiaki kabisa. Hata mimi nikasikia kiburi yangu inapanda kabisa. Na nikaona enyewe anaongea pointi, mimi ni mwanaume. Nikaiweka chini kidogo. Nilipokuwa nikiweka chini, kuna mama mwingine alikuwa ameketi pale. Akaniangalia sana. Nikarudi tena nikaichukua. Wakacheka, wakaniambia house girl. Wanaimba hizo nyimbo. Na mimi nikamombu, nikamaliza na nikapata nguvu ya kusafisha, nikapanguza kabisa, nikakati chini. Sikiliza nikwambie, Roho anataka akufundishe wakati unapokuja kwa kanisa, wakati unapokuwa kwa nyumba yako, ili ukaweze kupokea ile kitu ambacho umeomba miaka mingi, ukaweze kupokea ile kitu ambacho unataka. Roho anataka akufundishe leo hii ni njia gani, ni hatua zipi utatembea nazo ili Mungu akakupatie hiyo kitu ambacho unataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nikamaliza, na wakati ilipoingia ilipofika ya kuenda kuingia huko, kumbe yule mama mzee alikuwa pale. Huyo ndiye alikuwa anachaguana. Wasomi walikuwa wamesoma kuniliko. Kisungu alikuwa anaongea zaidi. Mpaka ninamwambia unaweza ongea polepole ndio nishikanishe, iende vizuri tuende pamoja. Wanaongea sana. Lakini mama alisema inafio ilikuwa ndiyo maji. Wale walionidhiaki na kucheka na kuniita house girl walikuwa wanapiga magoti wakiambia yule mama, si utupatie nafasi kidogo, hatuko hivyo. Vile umetuona na hiyo tabia hapa, hiyo tabia sio ile ambayo tunafanyanga. Akawaambia, kwa kampuni yangu sitaki mtu wa kierere kama nyinyi. Nataka mtu wa kujituma. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ili akaweze kuinuliwa katika utukufu wake, ilibidi akateswe, akadhiakiwa na watu, hata anawaponya. Wale watu 10 walikuwa na ukoma. Maandiko yanaongea wazi ya kwamba waliponya ukoma wao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni wangapi walirudi kusema thank you Jesus, asante Yesu, tumepona ukoma wetu? Ati ni 2. Bwana Yesu asifiwe. Hao wengine walienda wapi? Hawa 8 walienda wapi? Hao wengine walipotelea wapi? Yesu alipitia hiyo njia, akabebeshwa msalaba. Wale aliofufua watu yako ya nyumbani, wale alioponya watu yako wa nyumbani, yule Yudasi Iskarioti aliyokuwa amependwa na Yesu, akapewa cheo ya kuhesabu sadaka. Huyu Yudasi ndiye alimuuza Yesu vipande 30 za pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamuuza. Haleluya. Praise be to the living God. Kwa sababu ndani yake nidhamu ilikosekana. Are we together? Lazima na wewe ukateswe ili ukaweze kupokea ile kitu ambacho unataka. Katika safari yako ya kanisa, ya ibada, ya Ukristo, lazima ukateswe. Na kuteswa kwako nataka nikupatie mifano kadhaa, ili ukaweze kujua njia ambayo unaweza teswa nayo, na baada ya kuteswa uvumilie, na baada ya kuvumilia upokee ile kitu ambacho unataka kupokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Neno inaingilia ngawapi ikiingia kwa mtu? Neno. Pastor ametuambia maneno. Pastor tutaenda kwetu. Ni hapo karibu. Tunaorganize hivi karibuni tuende na bishop wetu hapa. Tutaenda kwetu huko. Ni kuzuri. Nani nitawachukulia uombo. Ni tamu sana. Ukuja nayo. Ni kuzuri sana. Unajua uombo? Mango, maembe. Bwana Yesu asifiwe sana. Pastor amesema kuna maneno inaweza zuilia mtu, na akatusomea maandiko jinsi yule kijana mdogo alipopata laana kutoka kwa baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na sisi tunaweza kuzuiliwa kwa kupokea baraka zetu kupitia midomo ya watu, kupitia midomo yetu, kupitia midomo ama hatua zetu zile ambazo tunachukua. Neno inaingililia kwa masikio.
inapoingilia kwa masikio haikuji kwa akili, inaingia kwa moyo. Na katika moyo wa mwanadamu kuna kuanga na kishungi ama kishangi inashanga hiyo neno, na inaweza kaa hapo kwa muda, kwa wiki kadhaa, kwa siku kadhaa, ikishangwa vizuri, iwe neno mzuri ama iwe neno mbaya, iwe neno ya mtu ameokoka ama iwe neno ya mtu ambaye hajaokoka. Inasiangwa, na baada ya kusiangwa kabisa, inakaa kama ile unga ya ngano, inatolewa hapo, inarudi kwa akili, na inapofika kwa akili, inatolewa kwa akili, sasa inaletwa kwa mdomo, inatoka. Hata mtu akitaka kukulaani atoki mara moja aseme atakulaani. Hata mlevi akitaka kukutusi akuangalia vya kutusi, anasemanga kitambo, hii ndugu inaitwa Johnny nitaitusi siku moja, lakini lazima nijiwekelee vikombe 2 sacha ng'aa kali, ili nitakapo mtusi atasema ndugu alikuwa mlevi, si kupenda kwake. Lakini let I tell you for truth, ya kwamba ilikuwa kupenda kwangu ni kutusi. Hii pombe ni kifuli tu. Ushaona dada akiniangalia kwa kioo achoki. Wanawake wengi, si nyinyi ni wazuri. Wanawake wale wapande ile wanakaa na kioo, hata wengine wanatembea na kioo kwa sinaitwa handbag hiyo, advantage posto. Anajiangalia nywele, anaona iko sawa. Hata mzee anamwambia nywele iko sawa. Lakini injapokuwa ameambiwa, anajiangalia tena. Ijapokuwa amejiangalia tena, atakapoketi chini, sister itajiangalia tena. Ijapokuwa amejiangalia tena hapo, atakapotoka nje bado atajiangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu anataka hakikisha kwamba ako nini? Ako sawa. Sio kama sisi. Ndugu inaweza maliza siku 5 njaonga, na atakwambia Yesu ni Bwana. Naambia Yesu ni Bwana. Na mimi singesema msionge. Muoge. Usafi ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Vizuizi yani ili ukaweze kujibiwa maombi yako, kitu ya kwanza lazima uwe na imani. Ili ukaweze kujibiwa maombi yako, kitu ya kwanza ni lazima ukawe na imani. Na mimi napendaka kupeana mifano yangu. Siku moja nilikosa kazi, nikakosa pesa, na nikawa sina chochote na sina mtu anaweza nisaidia. Na wale waliokuwa karibu na mimi walinisaidia kidogo, walichoka na mimi. Na nilikuwa mgeni Nairobi. Na nilisimama nje ya barabara usiku wa manane. Nikaangalia mbingu, nikaona nyota nyingi za whitish sikuku juu angani. Nikaambia baba, niko na imani kuna mtu ataangusha pesa nichukue asubuhi. Tutakunywa chai. Leo acha nilale njaa sababu ni usiku. Lakini Mungu ninaamini utatuma mtu aangushe pesa. Wewe ulipata ile noti ya shilingi 5 ya karatasi. Ulipata sisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilikuwa ninaamuka kwa hiyo imani na inaokota pesa. Hata siku moja nilisema sitakaa kwa nyumba, natembea mpaka town. Na nikaenda kwa miguu. Nikaenda mpaka town kutoka hapa Buruburu ya chini. Nikaenda mpaka town. Nikafika town na kuliko kunanyesha. Na nikakaa hapo town. Na nikiwa hapo naongea na moyo, naambia Mungu nisaidie. Sijakula, hata sina fare, hata sina kazi. Na nyumba nilikuwa nimefungiwa na lala chini ya vibanda za mboga za wamama. Kwa hivyo nilikuwa ninangonja ikifika saa 6 ya usiku wanapofunga ndio ninaingia huko. Na ile mandizi imeoza, na ile miwa watu wamekatiwa ile ndio nilikuwa nakula, na ile avocado mama ametupa hapo. Na saidia kwanza nikipata umbo hapo na ichapa vibaya sana. Hiyo ndoke ili nikule, nikulie chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikafika hapa town Sibindi, na mvua ilikuwa imenyesha sana, na nikatembea pale kwa nidhamu ya Bwana, nikiambia Mungu, unajua, glory be to the Jesus. Natembea naambia Mungu asante, wewe ni Mungu, hakuna aliye kama wewe. Ninatembea, yani sina kitu, yani sina hata nguo zangu ni chafu, lakini naambia Mungu hiyo mvua iendelee na kunyesha, kwa sababu hii ni wiki ya pili sijaonga. Kwa hivyo hiyo mvua wakati inaponyesha inanisaidia. Naambia Mungu, wewe simama kwa upande wangu. Na nikaenda nikaona kakikaratasi kanaruka hivi pale mbele, na kando hii kuna watu wamejificha mvua hapo. Mimi nikaangalia nikaona ni noti, na nikaona 03 hapo mbele. Haraka wewe utangojea. Nikaokota. Kuna mama walikuwa hapo kando wakasema, oh my God, vijana wanangonjeka wenda wazimu wakiwa wandogo sana. Sasa hata hii inarokota makaratasi.
Mama aliona karatasi, mimi niliona 1000. Nikachukua, kaishika hapa hivi. Nikaona ni 1000, nikafanya mikono yangu hivi. Oh yes! Oh yes, nashukuru Mungu. Mama wakacheka sana. Hata wakashikana mikono wakasema, huyu inaonekana huyu ni kurogwa. Na kama si kurogwa, amekula miadarati, kichwa ikanoko. Anarokota makaratasi nje. Mimi nikaingia kwa supermarket. Na nikaenda pale kwa cashier, yule anarokota pesa. Nikamwambia nataka mkate moja ile kubwa na maziwa ile kubwa. Na nikamwambia nataka kulipa kwanza, kwa sababu nilikuwa nataka nihakikishe hiyo noti kama ni kweli ama ni makaratasi. Akanipati, akachukua, akaangalia kuna mahali aliiweka hiyo pesa hivi, akanirokotea hapa chini. Alafu akaniambia utaenda uchukue mikate pale, akanipatia receipt na change. Kaweka change kwa mfuko. Nilipitia pale, kuna wale wa mama nikikula mkate yangu na maziwa. Tauni CBD. Wakasema mtu amemsaidia. Na kuambia katikati yao kulitokelezea mtu mwingine akanipatia 500. Kaniambia kijana, tafuta kitu kingine ukule. Wananiita mwenda wazimu, lakini mimi najua si mwenda wazimu. Nimeomba, niliomba usiku na nikaweka imani, mtu ataangusha pesa nitachukua. Patia Yesu sadaka kubwa ya makofi. Wakati ni sasa na wakati umefika. Usimame na waambie mama yako, mama enough is enough. Umeombea sana familia yangu. Familia yako umeitetea sana mama. Lakini wakati umefika. Mama ukarelax. Mama ukatulie. Ni mimi nitaomba sasa. I'm past 25 now. Niko na sababu ya kuomba. Nitaunganisha familia yangu. Nitaambia mzee tuombe. Hata kama kwamba ni mlevi. Sitaki kujua kama ni mlevi. Lakini mama, nitasimama na hii familia. Na mama yangu, mahali hukufika, mimi nitafika. Patia Yesu sadaka kubwa ya makofi. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ona mama akiwa mjamzito na mwingine ana fake ujauzito wake. Huyu mjamzito anaangalia yule amefeki ujauzito, anaambia watu huyu mjamzito huyu ni malaya. Hii mimba hata si ya bwana yake. Hii mimba hata niliokota huko nje. Na yule ambaye ni mjamzito naye anaangalia yule anafeki ujauzito wake. Naye anasema huyu hata hawezi tulia na bwana mmoja. Hawezi kaa kwa ndoa. Hata kubeba hiyo mimba ni hasara tubu. Kwa sababu hata yule amebebea mimba hiyo bado atamkataa. Bado atakuwa divorce. Bado atadivorcewa. Inaitwa kwa kile sasa ndivyo. Ama ndio mufti mnaitanga na mnangani kwa lugha ya kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leteteni for truth ya kwamba wote wanadhihaki Mungu. Wote wanadhihaki Mungu. Huyu ambaye ana fake mimba na huyu ambaye ako na mimba ya ukweli, lakini wanasengenyana. Wote wanafeka. Wote wanafanya dhambi. Wote wanafanya dhambi. Hebu nikuulize swali ndugu na dada leo hii, ya kwamba itamfaidi nini? Itakufaidi nini wakati ndugu yako ako pale kwa klabu amembackslide, ako pale nje kwa nyumba amelala na amembackslide, wakati anakuja kanisani ni wewe unamsengenya, wakati anakuja kukuomba 50 apikie mtoto pambasi, arudia mtoto pambasi, wewe unaenda kuambia wale mama wengine kama sio mimi nimempatia hiyo 50, mtoto wake angejipupulia kwa kanisa kwa sababu hakuwa na 50 bebo ya kufunga mtoto pambasi. Itakufaidi nini wakati wataondoka kwa kanisa na wakakae kule nje, ndugu akawa mwizi, ndugu akawa mwenda wazimu, ndugu akaanza kuimbia na kupora watu? Furaha yako ndio nini? Lazima tusafishe kanisa ya Bwana. Lazima tubadilishe hatua zetu. Lazima tubadilishe tabia. Lazima tubadilishe nia zetu. Lazima tusafishe kanisa. Kanisa, Yesu alisema ya kwamba nyumba yangu hiyo haitaitwa nyumba ya wanyang'anyi, haitaitwa nyumba ya walevi, haitaitwa nyumba ya wasengenyani, lakini itaitwa nyumba ya sala. Itakuwa nyumba ya maombi, itakuwa nyumba ya kuabudu. Hata vile unaona aposto, hata vile unaona pastor yule mwingine pale, Pastor Musila, hata vile unaona watumishi wa Mungu wale wameinuliwa na Bwana, yani sio kwa wao wamejificha pale. Yani mtu aliingia akawawekelea mkono, kuna mtu alishuka akawabariki. Someone change our diapers. Yani sio hatua zetu, kuna mtu aliingia akatunenea baraka na sisi tukachukua imani na Mungu akatuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi niko hapa kanisani ninaomba jioni. Na kesha hapa mkesha.
Lakini yule sister yangu mkubwa akiniomba 100 nikiwa na 1000 ninamwambia sister sina. Na napigia wale wengine mdogo wake namwambia Elisa alikuwa ananiomba 100. Kwani bwana yake afanyi kazi? Kwani Nairobi tulikuja apigie mama yake amuitishe pesa? Itakufaidi nini wakati ndugu anatesekea pale nje na umesema umeokolewa na Bwana? Lazima tuache dhambi. Lazima tukiingia kwa kanisa tubadilishe hatua. Lazima tuchukue movement na tuseme enough is enough. Yesu asifiwe. Haleluya. Kitu ya kwanza ili ukaweze kukosa kuomba vizuri ama ukakose nidhamu, point number 1, kukosa nidhamu kuna kuletenga kitu kinaitangwa uonga. Unaanza kuongopa. Unakuwa hata hauna ujasiri wa maombi. Hauna ujasiri hata ukiingia fasting. Unasema kweli yenyewe nina fast lakini itaenda tu vile itaenda. Apostle ananiambia lakini itaenda tu vile inaenda. Pastor amehubiri lakini itaenda tu vile itaenda. Hauna imani ya kwamba, yani hauna ujasiri wa kwamba hii maombi unaomba itafanya kazi. Hii sadaka unatoa itafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu angalia wakati Moses anaingia pale kwa Firauni. Maandiko ilituambia tukiwa kwa mkesha ya kwamba Moses aliingia lakini hakuwa na uwezo, hakuwa na nguvu za kuingia pale. Akauliza Mungu, yani baba, nitakapofika kwa Firauni nitamwambia nini? Kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba ati Moses mdomo wake ulikuwa na ulimi mzito, alikuwa na stama. Maandiko ikasema ya kwamba Mungu akanena na Musa na akamwambia, kwa sababu Mungu alimsikiza mtumishi yake, sababu Moses alikuwa na nidhamu. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, wewe Moses, nitakufanya kama Mungu, kuwa kama Mungu mbele zake Farao, naye ndugu yako Haroni hatakuwa nabii kwake Farao, na wewe utakuwa ukisema jambo ndugu yako anamalizia. Na iliwezekana. Sikia nikwambie, hiyo shida unapitia ni exam. Na Wakristo wengi ambao tuko nao hapa kanisani wako katika stage ya mtihani wao, ni vile hawajui. Na wengi wamechoka. Hawajui kana kwamba hiyo kukosa rent ni mtihani. Sikiliza nikuambie, kuna mahali shetani hawezi ingia akujaribu, na kuna wakati Mungu anakujaribu mwenyewe. Ukiomba kitu na usikie imeshindikamana, huyo ni Mungu anakujaribu. Mungu anataka, amekuweka kwa exam, anataka akutengeneze, na anaweza inua ndugu hapa ikupige sana apostle. Onanga hiyo nywele ya apostle. Ni sasa niko pale ile ni reli. Niko pale reli hapa pale Ndondom. Hapo Ndondom. Nasimama hapo na ndugu wengine. Mnaendaka kanisa gani? Mimi naendaka ile inaitwa pale Solomasi hizi Sinai. Ya apostle Evans. Namwambia nilikuwa naenda huko zamani. Mimi nilikuwa naenda huko zamani. Ile kitu nilitoa kwake. Hata wewe siku moja itakutoa huko. Wakati kitaanza kukuramba utatoka. Sasa ile uoga ya shetani, kwa sababu shetani, yani Mungu ameinua mtu akungonge, ameachilia shetani. Si shetani tumeambiwa ameenda mbinguni mara 2. Yote alitoka na aibu. Ya kwanza akafika akaleta habari ya Ayubu, na ya pili akarudi tena akaleta habari tena ya Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Baba anamwambia, unaonanga hiyo nywele? Wakati alipoenda kule njiana mkule kuzimu, walimwambia lea nywele ikuwe kubwa. Vile unalea nywele ndio anointing yetu tutakupatia. Na vile nywele yako imetoshana hivi, wale watu tutakula damu yao, watakuwa kama hesabu hizo nywele zako. Alafu dada inaambiwa, inaona ni ukweli. Dada anaacha kanisa. Na hiyo Sunday ilikuwa inakuja, ndio apostle alikuwa ametumwa na Mungu aseme, kuna mtu hapa anataka kubarikiwa, pokea baraka zako. Hebu ngoja, enda ukaponywe. Na wewe hauko saa hiyo. Na kama huko hauna imani, unasikiza Mungu mmoja ikiwa hapa na ile nyingine kwa pande nyingine, unakaa hivi, uko ready. Kikiumana ninaweza ondoka, kikiumana ninaweza chomoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jiulize uko wapi? Ile mtihani unafanyishiwa saa hizi iko wapi? Si mimi nilifanya mfano hapa Sunday, nikasema ya kwamba ndugu aliambia mke wake, mimi sitakuja kanisa.
Naye ndugu ikamwambia, naye mama akamwambia, tafadhali nataka kuja kanisani. Akisema tu hivyo, anachapo kichapo ingine mbaya sana. Sitaki kuita ya mbwa, lakini kichapo mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nikawaelezea vizuri. Ndugu mama wakati alipoona hii imesonga sana, alienda kanisani. Akakaa chini na pastor wakiwa wawili. Akamwambia, mzee wangu ananipiga kunipiga, na mimi ninataka tumuombe. Pastor akamwambia, nataka tuombe. Amini, simamishe sadaka yako, usichoke na kuomba. Mzee huyo wako atakuja kuwa mtumishi hapa. Mama ikaweka imani. Mama ikainua imani. Na siku moja baada ya service wakawa na kesha crusade hapo nje. Na mama akawa pale, mmoja katika wanakwaya, tutatengeneza kwaya hapa, si ndio? Tukue na kwaya mzuri. Uko na sauti mzuri. Kila mtu wako hapa na sauti mzuri. Tutavuta solo, inaitwa hivyo. Tutavute auto, inaitwa hivyo. Benzi, soprano na tena. John atacheza piano. Pasa atacheza piano. Mwingine acheze gitaa na mwingine drum set. Inakuja. Si zamani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mama, pastor anahubiri, mzee akakuja ikiwa mlevi na kanyanga hivi na ulevi yake. Ikakuta, ikaambia mke wake, mke wangu, kumbe wewe uliambia pastor mulete kurusendi hapa nje ya nyumba yetu ili nisikie. Nitapitia hapo na sitasikia. Hata ambia pastor wako ya kwamba sitasikia hiyo neno yako. Na mzee ni mlevi. Akachukua kindole moja akafanya mkono hivi, akaambia funga kabisa, funga zima hiyo masikio isisikie. Akaweka ndani akasukumia, akasikia imeingia kabisa. Akachukua ya mkono ya kuume, akaingiza tena akasikia imeingia kabisa. Asikii kitu, akafanya hivi, akanjoza akasikia, asikii, anaona midomo yao inafanya hivi, lakini asikii kitu. Akakuja, akasema kwa sauti, mke wangu, umeanguka hii mtihani ya leo. Ambia pastor wako, sasa sitasikia na nitapita hapo katikati yenu na sitasikia. Ndugu ikakuja, ikikaribia katikati yao, pastor anaendelea na kuhubiri. Bado pastor anapeana neno, anawaeleza vile mfano wa Mungu huko na vile Mungu anataka. Nataka nikuambie mfano hii mfano ndugu na mke wake. Na pastor anaongea kuhusu mshahara wa mauti ni dhambi, ni kifo. Bwana Yesu asifiwe. Inzi ikatoka pande ile kule ilitoka, ikakuja ikangonga mzee pande hii, akafanya kichwa hivi, kwa sababu hawezi toa mkono kidole hapa na pande nyingine hawezi toa kidole ili apige inzi. Sasa anafanya hivi kichwa. Nataka nikwambie hivi, ikaenda ikarudia pale, ikangeuka, ikakuja ikaingia kwa mapua ndani, alafu ikaanza kufanya hivi manyoya yake hivi. Ikambidi atoe. Akaiambia, wewe inzi, hata kama nakwamba pasa amekutuma, nitatoa kidole moja kwa sekondi moja na sitasikia neno. Ndugu akaruka juu vizuri mpaka huku juu, alafu akachomoa hapa, akachana mapua yake, inzi akatoka akaenda hivi. Ndugu alipokuwa akirudisha kidole, akasikia pastor akisema, mshahara wa dhambi ni mauti. Ndugu ikatoka ikaenda. Hata ilipofika kwa nyumba, ikafikiria sana yale maneno. Ikagundua kumbe nitakufa kwa hii dhambi ya kuchapa bibi yangu. Kumbe hii dhambi ya kunywa pombe itaniua. Akaambia mke wake nipeleke kanisani. Na ilikuwa mwanzo huyu ndugu kukaa kanisa. Unaweza kosa Bwana mzuri tu. Wewe ni msichana mzuri. Wewe ni mwanamke mzuri. Hauna bwana. Wanaume wako na wale wanakuongelesha ni wale wanafuta. Kuna dada nilikuta kanisani akaniambia siongereshwi. Nikamuuliza hawakuoni? Akaniambia nataka kuolewa lakini hawanioni. Na tukashikana mikono tukaomba na akatoa sadaka ya 3,000 na akaenda. Alipoenda walianza kumuongelesha, lakini alirudi na habari mbaya. Akaniambia nasikia uchungu utamu. Nikamuuliza sasa hiyo ndio nini? Uchungu utamu ndio nini? Akaniambia utamu ni kuwa ninaongeleshwa, lakini uchungu ni kuwa wale wananiongelesha ni wale ambao hawafai kuniongelesha. Nikamuuliza kwani unaongeleshwa na kina nani? Akaniambia nikisikia kungeuka napata ni wale wamesukuma mikokoteni huko. Na kama atanisimamisha nitapata ameoa. Nikifuatilia sasa itapata ndugu ameoa na ameniongelesha. Nilikuwa nipeane moyo wangu kwake. Unaweza kuwa kwa mtihani. Mungu anataka akupatie bwana mzuri, na unasema umechoka. Unaanza kuchoka na safari yako. Nataka nikuambie leo hii, vumilia kidogo tu.
subiri uone mkono wa Bwana. Subiri uone mkono. Inaimba hivyo. Subiri, subiri, subiri. Haleluya. Subiri tu kidogo, uone Mungu akitenda maajabu kwa nyumba yako. Hiyo masikini mnaona mkipitia huko nyumbani, hata simu ukiangalia nyumbani kwenu, unajua simu hii kama sio ya pesa, ni ya ugonjwa, ama ya watu wamefukuzwa shule, ama ya chakula imekosekana. Nataka nikuambia habari njema siku ya leo. Yule Mungu aliyepatia Sara mwana, aliyepatia dada Hani mtoto, atakupatia hiyo pesa, atakubadilishia biashara, atabadilishia mzee yako, atakupatia mzee mzuri, atakupatia mke mzuri, ataleta amani kwa nyumba yako. Hao watoto wako wapati kitu kwa shule, wanaenda kunawiri katika jina la Yesu Kristo. Lakini lazima ukuwe na nidhamu katika huduma ya Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilikuwa kanisani na nilikuwa assistant pastor, lakini pastor mwenyewe akisimama tu alikuwa anasema, Pastor Kirisi simama. Ninasimama. Jonge huku mbele. Ninakuja hapa mbele. Ananiambia, pastor, hii kanisa si yako. Na kwanza wewe si pastor. Washirika wako hapo wameketi hapo. Kwanza wewe si pastor. Na unajua sasa kilikuwa ya wale washirika wako hapa, mimi ndio nimelete. Nilikuwa nafanya ile kitu, nilikuwa nafundishwa na huyu. Amenisomesha kafikisha katikati. Nataka umalizie ya kwenda huko ndo tudo. Hata nikuwe na certificate niweke kwa mfuko. Nitaambia watu nilienda kwa class na ndugu John alinifundisha. Bwana Yesu asifiwe. Nataka hiyo knowledge. Sababu nafanyanga hii ni family matters. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa pastor ananiambia, hii kanisa si yako. Na watu 3/4 wa washirika wake, mimi ndio nimehubiria nikalete. Ananiuliza, pastor, hii kanisa unameuchukulia kama ni yako? Itapelekwa vile mimi ninataka na si vile unataka. Na mimi asijakosea. Na kila kitu anataka. Kwanza ninamuuliza mchungaji tufanye nini? Sasa nasijibu. Na amenileta hapa mbele kwa madhabahu. Nasema kai. Kama nilikuwa najua atanileta kwa madhabahu, ningesimama huko nyuma. Nimwambie hapo mtu wa Mungu, nenda huko. Sababu watu angeuka waniangalie. Na wakingeuka watangeuka wote. Lakini hapa ananiambia, basi usiniangalie vizuri. Unanisikiza? Kumbe nilikuwa kwa exam. Kumbe nilikuwa natengenezwa. Kiburi yangu inapanda. Mpaka ndugu wengine ambao tulikuwa kwa kwaya na wao wananiuliza, kwani wewe si mwanaume? Hii pastor bado ni mwanaume kama wewe. Pigana. Simpigane, nichukue koti yako na nichukue koti ya pastor. Yule ataanguka chini wa kwanza, tutamsaidia. Lakini heshima katikati yako na pastor mkubwa ikue. Na naona hiki kitu ni mzuri. Mpaka wananiambia, kuna kitu ya kufunga macho, usijue kama ni pastor. Tutakupatia hii banki, uvute mara 2 tu hivi na unuse hiyo harufu, hiyo moshi ingie ndani na utolee kwa mapua. Hautamuona, utamuwekelea. Na baadaye tutasema mlikosana mkiwa wangapi? Wawili. Mungu alinisaidia. Nashukuru Mungu. Siku tu si pastor. Hata washirika wakiniuliza, na hiyo kweli pastor anakupenda? Nilikuwa namwambia ananipenda. Ananipenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hata apostle alimuona akiwa huko milimani. Si ulimuona? Tunaongea ukweli. Pastor alimuona akiwa huko. Apostle alimuona. Tunaonekana. Ni wewe tu. Mambo yako hayaonekana. Sababu kuna ngapi katikati yako na apostle? Ni wewe tu. Ni wewe John. Wewe uliniambia tutapambana, tutangangana. Bado. Wewe kula vidole tu. Kula tu. Kula vidole. Wewe kula. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Are we together? Naendelea kumalizia. Nataka nimalizie. Nikwambie hivi. Unaweza wewe hapa kanisani na mimi ninuliwe na Mungu. Machoni kwako nikuwe kama shetani. Lakini kwa macho ya Mungu mimi ni kama malaika. Kwa macho yako apostle, ukiniangalia unaona shetani, ibilisi mkubwa. Sababu yale mambo ambayo ninakufanyia apostle si mazuri. Ninakudhiaki. Mimi ndio ninakuongelelea sana. Mimi ndio nasema ile dada afai, asipewe nafasi. Hata hiyo kiti anakalia, anasili kukalia mitungi huko nyuma. Hafai kukalia hiyo kiti. Si mnamuonanga? Hata indo ako nayo ni ya 7. Indo
ako nayo ni ya 7. Alikuwa na bwana ya kwanza, na ni uongo, nimetengeneza. Alikuwa na bwana ya kwanza, akaachana naye, akaona ya pili, akaachana. Ili ya 7 na naona anaenda kuacha ingia ya 8. Alafu yule ninaambia naye akupelekea hiyo story. Unajua nikimwambia naye atumiwe tena, aambiwe wewe kwa kama Ndaranja mlikuwa wawili, lakini huyu amekuambia hakutaka ufikishe ripoti, peleka. Anakupelekea na kifikisha ongeze. Aseme hata amesema yule mtoto uko na yeye na huyu bwana si wa huyo, ni wa mwingine. Na hiyo kiburi ipande, hata niuliza ni kweli, lakini akiketi pale akiangalia Chris, naona shetani mkubwa sana. Na kupitia kwa kuniona shetani, ile maombi yake inawekewa mipaka, limitation. Kuna mahali hawezi fuka. Nani ananishika? Kuna mtu ananisikia hapa? Kuna mtu ananielewa? Kuna ndugu yako alikuomba 200, ulimkopesha pesa. Kuna ndugu nimepea 70,000, more than 70. Na akaniambia nitakupatia, na nilichukua loan. Nimeilipa hiyo loan. Sasa nimebakisha ngiri 8. Na nimeilipa more than 200,000 hiyo loan kuzaa. Ara nashukuru Mungu. Nilipokuja hapa tuliongea na boss, nikamwambia nimevinyika sana. Boss, nimevinyika. Kuna jambo ninaombea kule nyumbani. Boss akaniambia tuombe hata hiyo pesa kidogo atakulipa, lakini unajua alipi ile 200 na kitu, analipa ile tu alichukua 70. Alafu nilipokuwa nikienda nyumbani, hatunakaa chini kwa gathering meeting. Ananiuliza, tu pesa kidogo kama hiyo ndio nafanya unikuja kuniitisha pesa hapa mbele ya watu. Naye wakati alikuwa ananikopa, machozi ilikuwa inatoka. Anatetemeka hivi, bro nisaidie pesa. Wewe unafikiria 70,000 ni pesa kidogo? Alafu loan inazaa. Mwezi ikiisha inazaa tena. Unapigiwa na kuambia tutakujia. Unaangalia kiti yako, unaangalia nika TV iko hapo ama ni kiatu, watachukua nini wakikuja kwangu? Inatosha hiyo pesa. Naomba neema, the grace ya kuendelea na kutafuta pesa, nilipe hiyo loan. Nimembakisha 80,000. Wamenitumia message last week. Wakaniambia wanataka kutembea. Wewe unafikiria wananitembelea wafanye nini? Wanafikiria wanataka wanitembelea wafanye nini? Kaambia msubiri, msinitembelee. Ungonje, nitalipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ndugu yangu kama nitaweka kinyongo kwake, mimi nikipiga magoti hapa, nikiwekelewa mikono, sitabarikiwa. Anointing itatoka kwa mikono ingie kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Siku moja nilienda nyumbani. Nilipofika nyumbani nikaambia sister yangu, nataka tuunganishe kanisa. Nataka akuje kanisani. Na sister akakuja kanisani na akawa mzuri kanisani. Na Mungu akaanza kufanya ishara na miujiza na maajabu zake. Mimi ninaamini Mungu sana. Nataka nikuambie, tukiamini Mungu, tutapanga magari hapa nje. Kila mtu atakuwa na biashara yake. Bwana yako atakuwa mchungaji kwa hii kanisa. Wewe utakuwa mwimbaji mkubwa kwa hii kanisa. Tukiamini Mungu, tunaenda mbali. Utapata bwana mzuri. Utapata mke mzuri. Tukiamini Mungu, apostle. Mimi nilikuwa nikiambia huyu hapa sijui ni jana. Nilipiga magoti hapa nikalia sana. Tulikuwa naye tukiwa wawili. Nikalia sana hapa. Yeye alikuwa analilia pande ile. Sijui nilikuwa nafanya alie. Na yeye hakujua ni nini nilikuwa nafanya nilie pande nyingine. Na tulilia sana. Tukalilia Mungu. Na Mungu akaniletea ufunuo. Akanionyesha kitu kubwa Mungu ametengeneza. Akanionyesha kanisa kubwa. Akanionyesha watu wengi. Yaani baraka. Hata tulikuwa tunapatia watu misaada ya chakula, mavazi, tunafungulia watu biashara. Nyinyi mnafikiria nini? Hii mbingu iko mbali sana. Mbinguni ni mbali. Na tunatakiwa tuamini ili tufike kule tunaenda. Kwani masaa yangu imeisha? Nimalize. Ikiisha nifanye hivi nitamaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 15. Hebu tusome hiyo verse 15. Hiyo 8:15. 8:15. Kwa nini tunateswa? Nimesema tunateswa ili tuondolewe uoga. Wa utumwa.
iletayo hofu, bali mnapokea roho ya kufanywa wana. Kama umefanywa mwana, ni lazima uteswe. Mungu anasema ya kwamba ili akakutese, ili ukatoshe kwa laini yake, lazima ukateswe, lazima uondolewe uoga. Ndugu zangu, siku moja nilikuwa nakaa na ndugu watatu kwa nyumba moja, na mimi ni mchungaji, na nilikuwa naogopa kulipa nyumba ya 7,500 peke yangu. Nasema naweza fungiwa na Biblia yangu ifungiwe huko ndani, na Sunday mimi naenda kuhubiri. Sasa nikakusanya ndugu wengine ili tusanye hii pesa, na wakaniambia tuame hiyo ya 75 tukuja 45. Ana nikawaambia na tusitutalamuka mpaka 35, na tukashuka mpaka 35. Unakumbukanga ilikuwa na baridi nyingi sana, sababu gorofa ilikuwa mrefu, tuko huko chini, na tukakaa hapo tukiwa watatu. Na ikifika wakati ya kulipa tulikuwa tunakosa pesa. Hatuko watatu hapo, wanaume wakubwa wanafanya kazi, hawezi wakashia hiyo pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikakaa hapo, na ndugu mmoja akaniuliza, mtumishi, kwa nini unakaa na watu kwa nyumba? Nikamwambia, mnajua maisha saa nyingine ni ngumu, sitaki nifungiwe. Akaniambia, yako ni uoga, wewe uko na pesa mingi sana, hiyo yako ni uoga. Siku moja Mungu atakutoa uoga. Unajua vile nilitolewa? Siku moja nilitoka ushago nyumbani, nikakuja na kamfuko yangu, na nimewapigia, siku anafungua, bro nakuja, na nitaingia kama saa 2 saa 3. Tuko hapa, kuja. Nikakuja nikapata wako, nikakaa hapo kwa gate, nikakaa, wakakuja wakafungua, na nikaingia nikaweka mfuko yangu, nikamwambia moja tu tukakule. Akaniambia mimi nimeshiba, na nikaenda kukula nirudi. Kulikuwa na mpira, ndio nilichukia mpira, uzizi nipata kwa mpira. Nikaenda kukaa kwa mpira, nikasubaria mpira mpaka saa 6. Nikatoka kwa mpira, nikarudi kwa nyumba, nikapata wamefunga hii konchi ya chini. Nikafungua hii nyingine, nikapata ya chini imefungwa. Nikangonga, walikuwa wamewakisha stima. Yaani nikakuja hapa kwa kandirisha kuna kamwanya walikuwa wameacha, sijui walikuwa wameacha ili niwaone. Nikapata wameoa wote, kila mmoja ako na mwanamke. Hata ile kitanda yangu nilikuwa nalalia, kuna ndugu mmoja amelala hapa na mama wako hapa, na wamejifunika, wanajifunika, na ile nyingine nayo iko banda ile nyingine. Nakwambia nilikaa hapo chini nje kama gateman, sikuwa na sweta, vumbi ilikuwa nyingi na kulikuwa kunanyesha. Nilikaa pale na ni uchungu inaumiza sana. Ukigeti hapo kwa baridi ukiwa uko na kitanda na blanketi na nalipa rent. Nakwambia nilikaa hapo nje, nikakaa hapo nje mpaka asubuhi. Walipofungua asubuhi, sikuwauliza, walifungua saa 11. Niliingia, nikakuta na dada wa kwanza akienda kwa mbavu kuonga, na mimi nikaingia, si kuoga, nikatoa zile viatu nikavaa zingine, na nikatoka, na nikaweka mfuko yangu hapo chini, na nikaenda. Na niliporudi jioni, sikulala kwa hiyo nyumba, nilienda kulala kwa petrol station. Kwa nilipa 300 kwa petrol station. Hapo ndio mama mmoja alikuja akanipatia leso kama ile, hata sasa hivi niko nayo, ya kujivunika kwa petrol station. Na nikakaa hapo. Mateso yako imekufikisha wapi? Mtihani yako ile Bwana anakupitishia imekufikisha wapi? Yesu asifiwe. Nikimalizia, nataka nikuambie hivi, usikose kukuja kanisa kwa sababu kuna mtu amekusengenya. Usikose kukuja kanisa kwa sababu kuna mtu aliongea story yako. Usikose kukuja kanisa kwa sababu kuna mtu anakukwaza. Huyu anayekukwaza, you never know, ni Mungu anamtumia ili upokee ile baraka unataka. Haleluya! Tuko pamoja. Hani hii ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja niliombea mtu apostle, na nitakuonyesha yeye hivi karibuni. Tutapita hapo nikuonyeshe, kwambie ndio huyu, na akaona mtoto mkubwa. Alikuja kanisani akaniambia anataka mtoto, na ameanza kufukuzwa. Na nilipoongea na watu yao, waliniambia, Bwana aliniambia mimi sikuwa mwanamke kama maua. Kama ningetaka maua pastor, ningenunua maua kule kwa barabara nikuje nipande. Lakini sikuwa nataka maua. Wewe unafikiria nilikuwa nataka nini? Akaniuliza, pastor, wewe umeoa? Kabla sijamjibu akaniambia, sikiliza nikwambie pastor, urutu makanisa twenu mnaenda kata mabati pale, mzilete hapa kwa nyumba yangu. Huyu mama atoke, aende,
sister yangu mdogo amenitafutia msichana mzuri, anaweza pata mimba azae. Hii nimekaa na hapa miaka 7 na hajazaa siku hata moja. Anafanya nini hapa? Kazi yake ni kukula na kuchaza choo yangu. Hivyo ndio aliniambia. Mwanaume akadodoka na machozi, sister akadodoka na machozi. Mimi nikawaangalia, nikataka nidodoke na machozi. Nikajiuliza nao watanifikiria aje. Nikazuia machozi yangu. Nikaambia, unajua Duka anataka kunichapa. Anauliza, wewe ndio pastor ama kuna mwingine? Wewe ndio pastor sasa ama kuna mwingine? Siku mjibu. Hata ananifanya hivi. Ananishika hapa hivi. Ananifanya hivi. Wewe ndio pastor ama kuna mwingine? Siku mjibu. Unajua nime relax. Nimecool sababu ninaweza pigwa na kibogo ainjui mtu mgongo ya mtu ambaye ameokoka. Wakati kibogo ama ngumi inaingia, itaingia sawa sawa na utahisi uchungu vizuri. Wewe, sikutaka nipigwe. Nikamwambia, "Very sorry." Akaniuliza, "Wewe ndio pastor?" Kama pastor ako kanisani. Pastor ako kanisani. Utamwambia ni wewe. Unasema ni wewe. Kamwambia kuja kanisani, tuko wengi. Labda mke wako alikutana yule mwingine si mimi. Mama naye ananiangalia hivi. Nilienda kanisani. Na mama nikamwandikia message. Kamwambia kuja. Alikuja akiwa na mwingine. Kamwambia lete mikono. Enda utafute sadaka. Sitaki tuongee mambo mingi mama. Enda utafute sadaka ulete. Mimi ili nikwambie ukweli. Usipotoa utasava sana. Utakuwa Mkristo ambaye ako kwa mateso. Nakwambia ukweli. Si lazima utoe pesa mingi, ile kidogo uko nayo. Hata kama ni 10 bob, hata kama ni 5 bob, Mungu anajua. Huwezi, Pastor Musila ametuambia, huwezi simamisha maombi bila sadaka ifaulu. Utatezeka sana. Hata ukibarikiwa leo shetani atakujia mali yake. Atarudi tena. Naambia nimekuja. Na hakuna kisuizi cha kumtisha. Na ile kitu natisha shetani ni sadaka ile umetoa. Ndio ni kweli watu wengi wanasemanga tumenona kwa sababu ya sadaka. Ni kweli tunakula. Hadi nafikiri naenda wapi? Tunakula. Na wengine tunataka kusaidia watu wengine. Lakini nikwambie, tukisaidia yule mwingine, tukikula, tukilipia mtu school fees, tukilipia mtu rent, tukilipa gari twende tukumbiri mahali fulani, wewe utabarikiwa. Hauwezi baki vile tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Akakuja, akaniuliza nitatoa sadaka gani? Nikaomba naye sana kwa siku kadhaa. Mungu akituma kwa maandiko. Nikapewa Revelation, kitabu fulani ilikuwa inaongelea juu ya Gideon. Jana anaitwa Gideon. Dada alitoa sadaka zaidi ya 7,000. Hata sijui alitoa wapi. Sababu aliniambia nitaenda kukopa niongezee. Akaenda akakopa, sijui alikopa wapi. Na sikutaka kujua atalipa anje. Na yeye hakutaka kujua atalipa anje. Aliniambia pasa si nitalipa, nikamwambia utalipa. Akaenda sijui kule alikopa, sijui vile aliongea wakompea, akakuja akatoa. Haikuenda sana. Nilikuwa mtu wa kwanza akaniambia, "Wewe ni wa kwanza kukuambia niko na mimba ya bwana yangu." Hata sijamwambia sababu amenuna hivi. Hataki kuniona. Anakujanga asubuhi. Tukiamuka ndiye anakuja. Usiku akuja lali kwa nyumba. Nikimuuliza niambia ukichoka hapa, beba tu vitu yako, enda kwenu. Nilichukua ukiwa mzima, nitakurudisha ukiwa mzima kwa mama yako. Bwana Yesu asifiwe. Ungekuwa kwa station kama ile ungefanya nini? Na ni mateso, ni mtihani dada alikuwa amefanyishwa. Kaambia kaa kwa kanisa. Dada akaniambia nitakaa kanisani na sitawahi toka kama nimepata mimba. Nikamuuliza umepima? Akaniambia nimepima. Sijui vile napima kwa mimi. Nikamwambia ende upime tena confirm ya pili. Alipima mwaka mara ya 3. Kaambia ende hospitali tofauti na akaenda 3. Kakuja akaniambia iko. Kama ende kaambia mzee. Akaniambia sitamwambia wewe ndio utamwambia. Nikamwambia wewe. Ende kaambia mzee uko na mimba yake. Haleluya. Mzee akanipigia. Akaniambia basta. Nataka tuonane. Mambo ikawa mawili. Nilimwambia wakati alikuwa anataka unipiga, kawe mke wako atapata mimba. Na mimi kizani umeleta hapa, utapata mtoto. Huyu ndio wife wako. Huyu unataka kulete si wako wako. Kiburi yake ikapanda, anataka kunipiga nikaenda. Alinipigia nikauliza hata nataka kunipiga, anataka kunikujia. Lakini aliniambia kwa upole, habari yako mtu wa Mungu? Nikamwambia ni mzuri sana. Akaniambia pastor, nataka nikupatie good news. My wife now ako ujauzito wa wiki 5. Pastor, nikashukuru. Ndugu akashukuru. Akakuja kanisani. Na akaanza kukaa kiti ya mbele kanisani. Na nilikuwa mzuri sana kanisani.
Nataka nikuambie vile ilifanyika. Ninamalizia na hii. Mama, mimi nikahama huko, katoka huko kanisani huko, nikaenda mahali pengine. Naye mama akaacha kukuja kanisa. Na tukapoteana kwa miaka 2. Unaona hapa Njogoo Road, Makandara, nilikutania na yeye hapo. Chris, pastor Chris. Kasimama. Nikamwangalia, kumbe ashakuwa mkubwa, akanona. Kumbe wanawake wanataka tu relax, ajue hapa ni kwake, anone. Achirie chakula iende kule, itaenda, maisha ikuwe mazuri. Ndio maana niliona ukitaka kuoa usiangalie house girl. Useme huyu ako mwili mdogo nataka mwili mdogo, ama ako mwili mkubwa nataka mwili mkubwa. Wewe utamchukua akiwa mwili mdogo, akifika kwako pale nilikuwa kwa boss, alikuwa anatafuta pesa, kwako ni kwake, ata relax, ataachilia chakula, atanona. Utachukua akiwa amenona, useme nataka akiwa amenona, akifika kwako useme aanze kufanya mahesabu ya familia yake akonde, utamrudisha. Wanaweza sifiwe. Aliniambia, pasta, unanikumbuka? Nikamwambia sikukumbuki. Akaniambia kale kama mtoto nilikaita Christopher. Alikaita majina yangu yote. Na sijui kwa nini kuna watatu kama hao wameita watoto wao majina yangu. Nashangaa sana. Alikaita majina yangu. Wakati alikaita majina yake, kwanza mzee alisema kataitwa hivyo. Kakaitwa majina yangu yote 2. Na wakati kaliitwa hivyo, kaniambia sasa wewe kuje, nika kijana kako miaka 2 sasa. Nikamuuliza sasa mko wapi? Kaniambia pale tu. Nikamwambia sitakuja saa hii. Akakasirika. Akaniambia kuja saa hii. Nikamwambia saa hii naenda mahali fulani, lakini nitatengeneza siku, nipe namba ya simu, nitakuja. Na tukaagana. Na nikaenda kanisani, nikaomba, nikamaliza ushirika na nikatoka kitu kama saa 1 ya jioni, saa 12. Nilipata kwa barabara amekusanya wa mama zaidi ya 20 na wanaume. Na wakati nilitokelezea pale, wakaanza kufanya kumbe mama ako na sauti kubwa. Sasa nikashangaa nini inaendelea. Sasa walikuja. Ushabebwa juu. Niliona ndugu ameniweka hivi, inaitwa anje. Miguu yangu ikakuja juu. Nikafika chini na mikono. Na nikainuliwa juu nikibebwa hivi. Kaenda nikaketeshwa mahali kwa barabara katikati ya watu. Akasema yule mama, sijui ile kitu inaendelea mimi. Yule mama akatokelezea akiwa mkali, kwanza analia. Akasema, Chris, mashaitani yako ile nilichukua ilinipea mimba na nilizaa mtoto kijana. Nasema ni asante, lakini saa hii nataka nikuambie usiwahi kuja kwangu kuomba. Usiwahi leta crusade kwa hii area. Tutachoma hizo speaker. Kumbe ni wewe. I was like, sasa tuko dunia gani? Na akaniambia ni mashaitani yako ilinisaidia nikazaa, sikatai. Na sikufukuzwa, ni asante. Si nimekushukuru pastor. Lakini uongo yako na ushetani yako uko mbali kwa watu wenu, lakini si area hii. Na akaniambia kama ungekuwa mzuri, vile nimekwambia ukuje ushukuru hapa ungekuja. Lakini sababu ulikuwa unajua kuna pasta wangu alikuja ile kanisa nilienda akaniambia uko na mashaitani na alitakasa nyumba utanasa, ukifika hapo ndio umekataa. Nakwambia nilikuwa na ngoma vina vindona ya wamama hivi. Mama akifunga leso hapa anafanya kama Mungu hivi. Washaona hiyo stage si nzuri. Mama akifika kufunga leso hapa alafu njishiki hivi nafanya Mungu mmoja hivi. Hapo so hiyo stage ikifika unaweza toa goti na ukimbie. Usingonje, si mzuri. Hiyo Mungu unapatikana west, east, north, ama ni south. Mungu unaonekana wapi? Msichana ako na mimba, alipata mimba. Mwaka ya kwanza ikaisha, ya pili ako na mtoto. Ni kitu gani nyingine ananiuliza? Na mimi nimeweka hapo chini. Nina ngongoma hivi. Najaribu kuondoa kindole hivi isingie kwa macho. Una pande nyingine nazuia. Sasa aibu ilikuja. Nilikuwa naogopa aibu. Aibu ilinipata. Watu walionijua walikuja. Wale walevi nilikuwa nawaambia watoke kanisani, watoke kwa ulevi wakuje, walikuja. Wanasema, Kanyari. Ndio huyu. Ndio kanisa ni ya fake, ni ya uongo na kunyang'anya. Waliniita majina mabaya sana. Wanasema bado nipandile hiyo kambani. Sema, kwanza wananiuliza, charity yako anaitwa nani? Tumupigie simu akuje. Aeleze, hakuone ukiwa hapa. Na chamani yako anaitwa nani? Mko na basta mkubwa. Niambiwe nijibu. Mimi nimenyamaza, sikujibu kitu. Sasa bwana alikuja.
Kaambia tokeni. Na vingine anakuja kunisaidia. Nilikuwa ameshika kamuti kana toshana hivi. Akakuja naye. Hakunipiga. Alinifanya hivi. Akaniambia leo hii imerudia hapa kwa uso. Lakini tutakupa kukutana tena. Itarudia kwa kichwa. Nikamwambia mzee, hata saa hii unaweza fanya ile kitu ulikuwa unataka kufanya. Ile ulikuwa unataka unaweza malizia. Na ukimalizia munipatie nafasi niende kwangu. Kuna mahali naenda. Nilikuwa naenda fellowship kule Makongeni. Nakimbia. Na sasa hivi nimeketishwa chini, tovaa trouser ya white kama ina jacket ya white na shati ya red. Sasa nataka nikwambie trouser kulikuwa kunanyesha. Pale Makandara. Kwa kamutano. Kwanza nilikuwa najishikilia wasiniingize kwa hiyo kimutano ya sewage. Sababu alikuwa mama ananisukuma. Mama wako na nguvu, anisukuma kwa niingize hapo ndani. Nataka nikuambie nilipata aibu. Nilipotoka hapo nikaenda nikafika kwa fellowship nikiwa mchafu. Waliniuliza umefanya, nikamwambia nimeteleza. Nimeteleza ndugu. Nimeteleza mahali kwa barabara, nikasema sitarudi. Sikuelezea. Na nikatoka hapo, sikuenda kwa nyumba, nililala kanisani. Nirudi kanisani. Nikalia sana, nikaambia Mungu ni asante. Na usiku wa manane ndio Mungu aliniambia ule mtihani umepita. Au kupiga yule mama, au kuwatusi, au kuwarudishia maneno, au kukasirika, umepita mtihani wako. Na kutoka hapo nikapata ile kitu nilikuwa nataka. Na kuuliza standard level yako ya ile mtihani Bwana anakufanyisha umefika wapi siku ya leo? Sister, umefika wapi? Nataka tuangaliane. Ujiangalie na uniangalie uone Mungu. Nikikuangalia nione Mungu. Kama nilikukosea nisamehe. Kama ulinikosea nikusamehe. Kama kuna mtu alikukosea msamehe. Hasira yetu isituzuie baraka za Bwana. Kama kuna mtu nyumbani mlikosana msamehe. Hasira yako na yeye isikuzuie baraka za Bwana. Kutoka siku ya leo, penda mama mwenzako, penda dada mwenzako, penda ndugu mwenzako, penda brother mwenzako, penda yule mtu mwingine, penda kanisa. Tujifunie kwa watoto wa Solomasi. Hata nikitoka hapa nitawaambia, hata nikienda nyumbani kwetu nitawaambia ni Bwana ametenda. Wewe ukifika kwenu utawaambia ni Bwana ametenda. Na tukirudi hapa tukutane, tutasimulia wema na matendo mazuri ya Mungu. Hasira isikuwekee mipaka. Yule mama mnakosana kwa ploti, asikuwekee mipaka. Yule ndugu ulitaka muoane, yule brother, yule sister, na ni kama mambo ilienda hivi, yule mzee wako asikuzuie baraka za Bwana. Ambia Mungu vile tumeambiwa na Pastor Musela, Bwana unajua. Yes, bwana yangu ni mlevi, lakini Mungu unajua. Yes, sina wife na ninamtafuta, lakini Baba unajua. Yes, sina husband, ninamtaka, lakini Bwana unajua. Yes, fulani alitaka kunipiga kanisani, nimemtoa kwa moyo, Bwana unajua. Tukifanya hivi, anga zetu zitafunguliwa na Bwana. Leo hii wacha kujiona vile ulivyo. Nikimalizia, nataka ujione ukiwa mtu tofauti. Wacha kujiona kama huna ndoa. Wacha kujiona kama huna watoto. Wacha kujiona kama huna biashara. Wacha kujiona kama huna amani kwa nyumba yako. Kunaye Mungu tunaabudu. Mimi siabudu Mungu wa mapango. Naabudu Mungu ninayemjua mimi. Na kuambia ukweli. Yes, yule Mungu ninaabudu ni yule nimemuona. Na ukweli nimeona akitenda kwa mikono yangu. Nimeona akitenda kwa njia zangu. Si Mungu aliyeabudiwa na mababu zetu nyumbani. Ni yule Yesu Kristo wa msalaba. Yule Yesu aliyebeba msalaba, aliyemwaga damu kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Mtoto wako akusikizi, let me tell you my mom, my brother atakusikiza.